Hello, habari. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Isaya Mkumbo au unaweza kaniita MC Eman. Ni mshereheshaji wa kwenye event mbalimbali au CEO wa Kutron Maids. Ni kiongozi wa kikundi cha kinachokodishwa kwa ajili ya kufanya huduma ya kusherehesha kwenye masherehe mbalimbali. Leo nimekuja na jambo moja. Jambo hilo ni kwamba ni changamoto ambayo sitakuja kuisahau katika maisha yangu mimi. Yaani ilikuwa mwaka jana mwezi wa 11 kwenye tarehe 30 kama tarehe 31 tarehe 31 mwezi wa 11 tulikuwa tuna kazi siku hiyo ya harusi. Tulikuwa tuna participate kama maids. Tulikuwa maids 6. Wasichana 3, wavulana 3. Sasa kipindi hicho wasichana walikopo wako saluni na bi harusi, ila bwana harusi alienda kwenye saluni yake mwenyewe. Kwa sisi wa kiume tukaenda kwenye saluni yetu wenyewe. Kwa baada ya hapo, baada ya kutusaluni, tumemaliza saluni kila kitu, wao wakaenda kanisani. Sisi tukawa bado tuko saluni boys 3. Sasa tukawa tuna shave, tumemaliza, tunachukua viclip nini, unajua viclip. Sasa kule walikopo wameshamaliza kanisani, wanatoka sasa kwenda wapi? Kupiga picha. I think kupiga picha ilikuwa kitu kama Keti Hotel. Kwa hiyo sasa wakawa wameenda kule. Kwa hiyo sisi ndo tunavaa sasa kutoka, kwa sababu sisi hatujaenda kanisani. Kwa hiyo sasa nakumbuka bwana harusi akanipigia mimi simu, bwana Ima, mko wapi? Sisi tumeshafika eneo la tukio ambapo ni Keti Hotel kwa ajili ya kupiga picha, na hapa wazazi ndo wanaanza kupiga picha. Nikasema sisi tuko njiani tunakuja. Sasa tunajua tena sisi dancers, maids, famous, tunajulikana, hatuwezi tukadandia usafiri ambao na kila mtu kapanda umaomo inakuwa kitu ambacho sio. Kwa hiyo sasa nikamdaka mwanangu mmoja hivi bodaboda, tukasema tutaka utupeleke Keti Hotel. Kwa hiyo tukabageni naye bei pale. Tumemaliza kubageni naye bei, basi safari ikaanza. Tumepitia njia kwenda mjini. Kufika pale zahanati bwana, tulipata mbono. Yaani mbono nikimaanisha kuwa ajali. Kuna mwenetu mmoja yuko anatoka mjini anakuja huko Bigwa, kwa akawa amekosea kuingia katika upande wa kushoto. Aliwasha ndiketa ya kulia afu akaingia kushoto. Kwa hiyo tukawa tumekutana naye. Kwa hiyo kukutana naye, nakumbuka mimi niko nimekaa dereva mimi, alafu wenzangu wawili wako wamekaa nyuma. Kwa hiyo sasa ile kwenye kuanguka ikabidi wanangu niwafanyaje? Ni wabebe, yani si unajua ni wabebe pap. Kwa kwenye kuanguka mimi nikawa nimebuluzika upande huu hapa kwenye bega hili la kushoto, nikawa nimebuluzika hadi chini pap. Simu kule, kila kitu kule, unajua mkishaanguka kila kitu kule, yani mambo tafulani. Baada ya muda kidogo bwana watu wakajaa. Unajua wabongo, yani kitu kidogo tu watu wanajaa. Baada ya hapo, wakati katika ile situation mimi nainuka sasa, kwa sababu cha kwanza nilivyoinuka nikaa ni mwafesi wanangu, vipi? Mmeumia wanangu? Sababu sisi tuko fresh, hatujaumia. Sasa mimi naangalia simu yangu iko wapi, na kuja kuikuta iko chini kwenye mtaro. Nashika hivi tu simu, sijakaa sawa, bwana Rosi kapiga tena. Nikaanza kugombezwa, bwana Ima, mbona mnachelewa, mko wapi? Na huku wazazi washamalizika, mnasubiriwa tu nyie. Hapa kipindi hicho tumeshavaa hapo kila kitu, yani sema kasoro tu makoti ya suti. Nikiangalia sasa, mimi sasa ndo nakuja kujicheki sasa. Hatari. Swali kopo imechanika hapa katikati, yani vumbi hapa kwenye bega hapa paka pamechanika, yani in short shirt likopo atamaniki. Cha kwanza nikasemaje, kwa sababu tukopo tunangoza kubadilisha na kamati kopo wameshachagua ile sare, tukopo tunabudi nikamwona nichukue pikipiki nyingine kuwahi kwanza kituo cha afya. Nakumbuka nilipoenda pale nikapata matibabu fresh, safari na ikaanza kuelekea wapi? Kuelekea Keti Hotel.
ila wakati tupo njiani hatukupanda na pikipiki, tulipanda tu bajaji. Kwa hiyo sasa wakati tuko njiani nikaambia wanangu, jamani muone hii ajali iliyotokea na bwana harusi ametugomeza sana. Kwa naomba tukifika kule yani tujifanya kama hakuna kitu chochote kilichotokea. Kipindi hicho naambia hivyo niko na maumivu makali. Yani maumivu makali kwenye bega hapa. Yani kama mtu anagongelea na nyundo ke. Basi tumefika pale tukamkuta bi harusi yuko amereact. Kureact kuwa amekasirika. Mbona mmechelewa hivi na hivi? Nikasema bwana kuna 1 2 3 4 5 ilitokea, lakini tumefika. Bwana harusi yeye akureact chochote bwana, ila atashukuru bwana mmefika nini tupige picha. Tukamaliza kupiga picha pale. Kwa safari katoka kule tena kurudi wapi? Ukumbini, ambao ukumbi ulikuwa Grones pale na ukumbi mkubwa. Basi tukao tumefika pale. Mimi kipindi hicho na maumivu makali. Unajua maumivu makali sasa utafanyaje? Na lati ushakula ya kazi. Umeona? Nikasema hapo tena haina kipengele chochote, ni kuingia na kuparticipate kazi ya watu. Basi uwaga sisi desturi yetu tunaanza kazi, tunaanza sala na kazi. Kwa tukaomba pale, tukamwomba Mungu atusaidie tunapoingia kwenye kazi. Basi tumemaliza hapa sasa tumeingia. Kweli mimi nimeingia, tukacheza fresh, kucheza fresh paka vijana wangu wakanivuta pembeni, wa anko vipi? Mbona umechangamka kama vile hakuna utitoa ambacho kimetokea? Nikasema mdogo wangu nyie acheni tu, ila tuombe tu Mungu sherehe ishe salama. Basi tumemaliza pale sherehe, saa 6 ile imefika, sherehe imeisha. Hasa kutoka bwana harusi akawa amependa sana ile vibe letu, akaniita pembeni akasema, Ima hongera sana, yani nimependa sana, nimejitahidi sana, ila mlichelewa sana. Yani kwa nini mlichelewa sana? Mimi nilikuwa nimekasirika, ila sikuonyesha pale, ila kikweli nilikasika sana. Kwa nini nimechelewa? Asa mimi sikumjibu, nikamwonyesha kwa vitendo, nikafungua koti nikavua hivi ili aone kovu. Aise ni balaa. Akasema Ima, asa mbona hivi yani umechafuka hivi Akasema ni ndo nikaa namwadisia yule muda kati wanipigia simu tukopo tumepata ajali. Kwa mimi nikashindwa kuacha kuja wakati ya hela yako ya advance kupo ushanipatia, na wanakamata usingenielewa kwa sababu nyie mmetukodi tuwe 6 ushanielewa, alafu waje 5 msingenielewa, hata mwenyewe usingenielewa. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimekuja, nimeparticipate salama paka sherehe imeisha. Basi akasema mdogo wangu wale umejitahidi sana, akanipa kiasi cha fedha ambacho kitakachonisaidia katika matibabu, na pia akatupatia usafiri kwa ajili ya kurudisha nyumbani. Lakini nipende kusema kuwa yani msione watu wanachelewa kufika sehemu fulani kwa makusudi, hapana. Yani sometimes tunakutana na emergency ambazo zipo chini ya uwezo wetu. Kwa hiyo tunabidi kwanza tuzitatue ndio tuendelee na safari. Kwa hiyo mimi hiyo changamoto sitokuja kuisahau katika maisha yangu. Asanteni sana.